Je, umewahi kujiuliza kama dunia yetu ni moja tu? Je, inawezekana kuna dunia nyingine tofauti na yetu? Haya ni maswali ambayo maafisa wa airport walikaa na kujiuliza. Miaka mingi iliyopita, tukio moja la ajabu lililotokea nchini Japan. Tukio ambalo lilivunja sheria za kawaida za kidunia tunayoijua mimi na wewe. Uwanja wa ndege wa Haneda Tokyo, abiria walikuwa wanaingia na kutoka kama kawaida, lakini pia shughuli mbalimbali zilikuwa zikiendelea, hasa kuwapokea watu kutoka mataifa mbalimbali. Lakini siku hiyo kulikuwa kuna mwanaume mmoja ambaye alikuja kubadilisha kila kitu. Mwanaume huyo alikuwa na pasipoti halali, lakini cha kushangaza zaidi, pasipoti yake ilikuwa ina mihuri ya nchi nyingi. Yaani pasipoti yake ilibeba mihuri ya nchi mbalimbali. Lakini alipoulizwa anatoka wapi, alijibu kwa kujiamini sana, ninatoka Thailand. Tatizo ni moja tu, Thailand haipo kwenye ramani ya dunia. Sasa leo nataka tuangalie kisa cha kweli cha mtu ambaye alidai anatoka nchi ambayo haipo. Kisa ambacho mpaka leo hakina majibu kamili. Hii ndiyo story ya Zemani from Thailand. Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Haneda Tokyo, ndipo alielekea kwenye eneo la ukaguzi wa uhamiaji kama ilivyo kwa abiria wengine wote wa kimataifa. Kwa mtazamo wa kwanza hakukuwa na dalili zozote za shaka. Alikuwa mtulivu, mwenye kujiamini na alifuata taratibu zote za kawaida bila pingamizi. Lakini alipowasilisha pasipoti yake kwa maafisa wa uhamiaji, nyaraka hizo zilionekana kuwa halali. Pasipoti ilikuwa na muhuri wa nchi mbalimbali, ikionyesha kuwa mmiliki wake alikuwa msafiri wa mara kwa mara. Hata hivyo, hali ilibadilika ghafla pale maafisa walipochunguza taarifa za uraia wake. Katika sehemu ya nchi aliyotoka kulikuwa kumeandikwa jina ambalo halikuwahi kuwepo katika mifumo ya kimataifa ya uhamiaji. Nchi hiyo iliandikwa kama Thailand. Maafisa walizani huenda ni kosa la uchapaji au jaribio la udanganyifu. Hata hivyo, walipomuuliza afafanue, alisisitiza kwa utulivu na kwa msisitizo kuwa Thailand ni nchi halali iliyopo barani Ulaya. Alionekana kushangazwa sana na maswali aliyokuwa akiulizwa, kana kwamba alikuwa haelewi kwa nini taarifa zake zilikuwa zikitiwa shaka. Kwa mujibu wa maelezo yake, Thailand ilikuwa ikiwepo kwa zaidi ya miaka 1000 na ilikuwa taifa ambalo linatambulika kikamilifu katika eneo analotoka. Majibu haya yaliwafanya maafisa wa uhamiaji kuchukua tahadhari zaidi na kuanza uchunguzi wa kina kuhusu utambulisho wa mwanaume huyu. Na hapo ndipo tukio hili lilipoanza kuchukua mwelekeo usio wa kawaida. Maafisa wa uhamiaji waliamua kufanya uchunguzi wa kina zaidi wa pasipoti yake. Kwa mshangao wao, pasipoti hiyo ilionekana kuwa halisi kwa viwango vyote vya kiusalama vya wakati huo. Ilikuwa na muhuri wa kuingia na kutoka nchi mbalimbali, zikiwemo baadhi ya mataifa ya Ulaya na ya Asia. Hakukuwa na dalili za wazi za kugushi. Hali hii ilizua maswali makubwa. Ikiwa passport ilikuwa bandia, ilibidi iwe imetengenezwa kwa kiwango cha juu sana, kinachozidi uwezo wa kawaida wa wakati huo. Ili wapate kumwelewa zaidi, maafisa walimletea mwanaume huyo ramani rasmi ya dunia. Walimuomba aonyeshe kwa usahihi eneo la nchi aliyodai anatoka. Bila kusita, mwanaume huyo alielekeza kidole chake katika eneo la barani Ulaya, karibu na eneo ambalo linajulikana kama Andorra. Kwa mujibu wa ramani ya kimataifa, eneo hilo alikuwa na nchi itwayo Thailand. Badala yake palikuwa na taifa lingine ambalo linatambulika rasmi. Mwanaume huyo alionekana kushangaza sana na hali hiyo.
alisisitiza kuwa ramani yake ilikuwa na makosa na akaeleza kuwa kwa ufahamu wake Thaled ilikuwa taifa ambalo linatambulika kihistoria kwa karne nyingi ambazo zimepita. Maafisa walijikuta katika hali ya sintofahamu. Kwa upande mmoja walikuwa na pasipoti halali, kwa upande mwingine walikuwa na madai yasiyolingana na uhalisia wa kijiografia inayojulikana. Kwa sababu ya mkanganyiko huo, mamlaka ya uhamiaji ziliamua kuchukua hatua zaidi za kiutawala ili kulinda usalama na kupata ukweli wa tukio hilo. Na sasa, kutokana na hali isiyo ya kawaida, mwanaume huyo alipelekwa katika chumba cha mahojiano kwa ajili ya uchunguzi wa kina zaidi. Mahojiano hayo yalifanywa na maafisa waandamizi wa uhamiaji pamoja na wakalimani ili kuhakikisha kuwa hakutakuwa na tatizo au shida ya mawasiliano au tafsiri. Katika mahojiano hayo, mwanaume huyo aliendelea kusisitiza hadithi yake bila kubadilisha maelezo. Alitoa taarifa za kina kuhusu nchi aliyodai anatoka, ikiwemo sarafu, lugha na mfumo wa serikali wa Thaled. Kwa mujibu wa maelezo yake, alidai kuwa Thaled ilikuwa taifa ambalo linajitegemea, lakini pia lenye historia ndefu na mahusiano ya kidiplomasia na mataifa jirani. Lakini alipoombwa ataje miji mikuu au majina ya viongozi wa kisiasa wa nchi hiyo, alitoa majibu kwa ufasaha na kwa kujiamini, kana kwamba alikuwa akielezea nchi inayojulikana waziwazi. Maafisa walifanya ukaguzi wa kumbukumbu zao na kuwasiliana na taasisi mbalimbali za kimataifa. Hata hivyo, hakuna chanzo chochote kilichothibitisha uwepo wa taifa linaloitwa Thaled. Licha ya juhudi hizo, mwanaume huyo hakuonyesha dalili za wasiwasi au kuchanganyikiwa. Badala yake alionekana kushangazwa sana na ukweli kwamba mamlaka zilikuwa hazitambui nchi aliyodai ni ya kwake. Kwa hatua hiyo, mamlaka za Japan zililazimika kuchukua uamuzi wa muda kuhusu jinsi ya kushughulikia kesi isiyo ya kawaida. Na hapo ndipo walipoamua kumweka chini ya uangalizi maalum wakisubiri uchunguzi zaidi. Mamlaka za Japan zilifikia uamuzi wa kumweka mwanaume huyo katika mazingira ya uangalizi maalum huku uchunguzi ukiendelea. Kwa kuwa hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja wa uhalifu, lakini kulikuwa na maswali makubwa kuhusu utambulisho wake. Iliamuliwa asihifadhiwe gerezani, badala yake alipelekwa katika hoteli iliyo karibu na uwanja wa ndege chini ya uangalizi wa maafisa wa usalama. Chumba alichowekwa kilikuwa kwenye ghorofa ya juu na maafisa waliwekwa nje ya mlango wake ili kuhakikisha usalama na kuzuia jaribio lolote la kutoroka. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilirekodiwa, mwanaume huyo alionekana kuwa mtulivu na mwenye ushirikiano. Hakujaribu kupinga uamuzi wala kuonyesha hofu, lakini aliendelea kusisitiza kuwa kulikuwa na mkanganyiko mkubwa na kwamba mamlaka zingethibitisha ukweli wa maelezo yake endapo zingefanya uchunguzi wa kina zaidi. Mamlaka zilichukua pasipoti yake na baadhi ya nyaraka zake kwa ajili ya uchunguzi wa kina zaidi, huku mizigo yake ikihifadhiwa kama ushahidi wa muda na baadhi ya mizigo walimwachia. Hata hivyo, kile kilichotokea asubuhi iliyofuata kiligeuza kabisa mwelekeo wa tukio hili. Asubuhi iliyofuata, maafisa wa usalama walifika nje ya chumba cha hoteli ili kumchukua mwanaume huyu kwa ajili ya kuendelea na uchunguzi. Hata hivyo, walipofungua mlango walikumbana na hali isiyotarajiwa. Chumba kilikuwa tupu. Mwanaume huyo hakuwepo. Hakukuwa na dalili
zozote za mapambano wala uharibifu. Dirisha lilikuwa limefungwa na alikuonyesha ishara ya kuvunjwa au kufunguliwa kwa nguvu. Uchunguzi wa haraka ulionyesha kuwa pasipoti yake, nyaraka zote alizokuwa nazo pamoja na mizigo yake binafsi vilikuwa vimetoweka pamoja naye. Maafisa walipekua chumba kwa umakini mkubwa, wakitafuta ushahidi wowote wa njia aliyotumia kuondoka. Hata hivyo, hakuna dalili ya wazi iliyopatikana. Kwa kuzingatia ulinzi uliokuwepo nje ya mlango wake usiku kucha, kutoweka kwake kulionekana kuwa jambo lisilowezekana kwa mantiki ya kawaida. Tukio hili lilisababisha mshangao mkubwa ndani ya mamlaka za Japan. Maswali mazito yaliibuka. Je, mwanaume huyu alitorokaje bila kuonekana? Au kulikuwa na jambo zaidi ya uelewa wa kawaida wa kibinadamu? Kuanzia wakati huo, kisa cha mwanaume kutoka Thailand kilibadilisha kutoka tukio la ajabu la uhamiaji na kuwa moja ya mafumbo makubwa yasiyopata majibu. Na ndipo baada ya kutoweka, wachunguzi, wanahistoria na watafiti wa masuala ya kijamii walianza kutoa tafsiri tofauti kuhusu kilichoweza kutokea. Nadharia ya kwanza ilielezea kuwa huenda mwanaume huyo alikuwa mlaghai wa kiwango cha juu aliyepanga tukio hilo kwa ustadi. Kwa mujibu wa nadharia hii, pasipoti yake ingeweza kuwa bidhaa ya teknolojia ya juu ya kugushi, na kutoweka kwake kungesaidiwa na udhaifu wa kiusalama wa wakati huo. Hata hivyo, hoja hii ilikumbana na changamoto kubwa. Kiwango cha ubora wa pasipoti na uelewa wake wa kina wa maelezo ya nchi aliyodai yanatoka vilionekana kuzidi maelezo ya kawaida ya udanganyifu. Nadharia ya pili ilipendekezwa kuwa huenda alikuwa mgonjwa wa akili aliyeamini kwa dhati hadithi ya nchi isiyokuwepo. Lakini wataalamu walibaini kuwa tabia yake tulivu, mantiki ya majibu yake na uthabiti wa simulizi lake havikuendana na dalili za kawaida za matatizo makubwa ya akili. Nadharia ya tatu, ambayo imevuta hisia za watu wengi zaidi, ni ile inahusisha uwepo wa dunia sambamba, yaani parallel universe. Kwa mujibu wa wazo hili, huenda alitoka katika ulimwengu mwingine uliokuwa na historia na mipaka ya kijiografia tofauti na ile tunayoijua. Ingawa nadharia hii haina ushahidi wa kisayansi wa moja kwa moja, imeendelea kuvutia mjadala mkubwa kutokana na kushindwa kwa nadharia nyingine kutoa majibu mazuri. Lakini kutokana na ukosefu wa ushahidi wa mwisho, tukio hili limeendelea kubaki kama fumbo ambalo limekosa ufumbuzi. Hadi leo, tukio la mwanaume kutoka nchi isiyojulikana limeendelea kuwa fumbo lisiloelezeka. Na hakuna ushahidi wa kisayansi wala historia inaoweza kuthibitisha uwepo wa nchi hiyo au jinsi alivyoweza kutoweka ghafla. Tukio hili linaonyesha kuwa dhahiri bado kuna mambo duniani ambayo yanazidi uelewa wetu wa kawaida. Je, unadhani ni kweli alitoka kwenye dunia nyingine au ni tukio la udanganyifu? Andika maoni yako hapo chini. Jina langu ni Eric.